ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu Roger? Naweza nikaongea kwa msimu wa Biblia. Kumpendeza Mungu kwanza ni kufuata amri zake, yani ni kutembea sawa sawa na mapenzi yake. Mungu ametuambia tufanye hiki na hiki, ukifuata hizo njia unakuwa unampendeza Mungu kabisa. Amen. Hiyo ndio kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kumpendeza Mwenyezi Mungu. Lazima uishi kwa kuzifuata na kutii zile amri zake. Yes, jambo jema sana. Yes, niliona wanasema ni nini? Kuna sehemu niliona wanasema nimetoka kusoma hapa amri za Mungu. Afu jamaa anakuambia yani kwa zile amri za Mungu ambazo nimesoma, aise sisi wote ni watenda dhambi. Aise sidhani kama kuna mtu anaweza kuepuka zile anaweza kuzifuata kikamilifu zile amri 10 za Mungu. Ni kweli kabisa. Ndio maana Mungu ametupatia njia mbili sana. Ametupatia njia mbili za wokovu. Ili kwamba tukipata kuokolewa tuchague aidha kuokolewa kwa njia ya sheria au kuokolewa kwa njia ya imani ndani ya Yesu Kristo, yani kwa neema ya Mungu ya Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ukiona kwamba una uwezo mwenyewe wa kupambania hizo sheria zote ukazimudu vizuri, basi unaweza kuokolewa kwa njia hiyo. Lakini wako sisi hapa ambao tumeona kwamba hatuwezi kuzikamilisha kabisa hizo. Hatuwezi kabisa kibinadamu. Tukasema tunamwachia yule ambaye yeye hana uweza, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye amekubali kufa kwa ajili yetu. Yeye ndo atukamilishie, atutakase kwa yeye mwenyewe kwa damu yake. Bwana Sauli ambaye unamsikia wala si mchungaji, yeye ni mtumishi wa Mungu tu ambaye anamtumikia Mwenyezi Mungu kwa njia ya uimbaji, anaitwa Roger Mashimango. Utapata nafasi ya kusikia kazi zake hapa ambazo amezifanya. Ndio kama unatusikiliza wewe msikizi, basi unaweza kuandika ujumbe wako vizuri alafu ukauacha kwenye namba ya hapa studio. Namba ni 0653 28 82 36. Roger, unasoma Biblia sana ninasoma Biblia sana. Nasoma Biblia, siwezi nikasema sana lakini ninasoma. So unajua hata huduma yetu haiendi bila kujifunza maneno ya Mungu. Okay. Wewe kama kijana pia kama una huo utaratibu wa kusoma Biblia, najua kuna namna utakuwa una ule mstari wako wa moyo ambao huenda ukipitia nyakati ngumu kwenye maisha, ukisoma iko kifungu unajisikia faraja na unaona unapata ushindi ndani ya moyo wako. Kwa kuwa naamini kuna vijana wengi sasa hivi wanatusikiliza kupitia 95.7. Basi unaweza ukashare na sisi huo mstari wako wa moyo unatoka kifungu gani kwenye Biblia pale? Tukiingia sana kwenye Biblia, kuna mstari wa Biblia ambao unasema Bwana ni mwenye haki. Sawa? Na kuna wimbo ambao nimetengeneza unasema Bwana ni mwenye haki, upo kwenye ni mistari ambayo ipo inapatikana kwenye wimbo wa Askari wa Yesu. Bwana ni mwenye haki, katika njia zake anatulaza. Unasikia? Katika njia zake huwa anatupitisha. Yaani ni kama anasema yeye ni nguzo yetu. Sawa? Hizo ni mistari ambazo ukitembea nazo anasema usiogope, usifadhaike, maana mimi Bwana niko pamoja nawe. Umeona? Ni mistari ambayo ukiamini kwa kweli uwezo ukawa na pressure, uwezo ukawa na uwezo sijui nisemeje, lakini uwezo kuwa na hofu. Yes. Kuna namna najua Roger tutakuwa umepokea comments za wadau wengi wakikupongeza kwa hii project yako Kwa kweli. Yes, kweli. Na ukipongezwa kuna namna ina kusababisha sasa what next, nifanye nini baadaye ili hizi pongezi ziendelee kuwepo? Ipo hivyo. Kwanza kabisa wimbo ulikuwa ni wimbo ambao mimi umenifungulia milango katika kazi zangu. Yes, ni wimbo wangu wa kwanza kabisa ambao nimefanya. Nilikuwa sipo in deep sana kusema kwamba naweza nikafanya kazi hii. Lakini nilivyopiga kazi hii ya kwanza kabisa kuingiza studio, imeleta matokeo ambayo yamenifanya niimarike zaidi na nitake kuendelea zaidi. Yes. Nimepata comment sana za watu, pongezi za watu, wakikubali, wakifarijiwa kwa wimbo huu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Ulikuwa ni wimbo ambao umepokelewa vizuri sana. Kabisa. Wimbo mkubwa sana. Jambo jema zaidi. Yes, unavyozungumza Roger, unazungumza kana kwamba huduma umeanza long time. Unajua kuna mtu mwingine sasa hivi anayekusikiza anaweza akasema Roger,
mbona anavyobonga ni kama hii huduma ameizoea sana. Kwani rasmi uliingia lini kwenye hii huduma ya uimbaji? Kwenye huduma ya uimbaji naweza nikasema kwamba mimi kwanza kiwalisia mimi ni muimbaji. Yes. Lakini kuanza kujiingiza rasmi kwenye kazi ya kuanza kuachilia nyimbo zangu na kuanza kufanya kazi yani kiwazi hivyo ni mwaka huu hapa kupitia Askari. Lakini kabla sijafanya hicho, kuna kazi ambazo nimejaribu kufanya lakini sikuwa nazifanya hivyo, yani sikuwa na serious. Sasa kuachana na uimbaji wenyewe, nimewahi kufanya kazi studio. Ulikuwa studio kama producer ama kama nani? Studio nimewahi kufanya kazi kama producer, yes. Yes. Yeah. Kwa hiyo vijana wengi Roger tunawashuhudia na wewe pia unaona huko ambapo unaishi. Yeah. Wanazo talanta kubwa sana katika uimbaji. Yeah. Wana uwezo mkubwa sana wa kuimba. Lakini hawaimbi nyimbo hizi za kumtukuza Mwenyezi Mungu, wanaimba nyimbo tofauti na hizi. Wanaimba bongo flava, wanaimba hip hop na nini. Na wewe pia ungeweza kufanya kama ambavyo wanafanya. Sasa ulipata wapi huu mguso wa kuamua kufanya muziki wa Injili kama kijana? Okay. Na unavyoona sema tu watu hawezi kukuona, watakuona baadaye kwenye mitandao ya kijamii ambayo unatumia. Anavyoonekana kabisa bwana kina Marios hapa kabisa. Ni kweli, na kazi ya uinjilisti nimeamua kufanya gospel kwa sababu kwanza mimi mwenyewe ni mtu ambaye ni mlokole. Sawa, ni mlokole. Kabla sijaanza nimeokoka. Yes. Unampenda Yesu? Ninampenda Yesu. Ninampenda kweli kweli. So kabla sijaingia kwenye sekta ya muziki nilikuwa ninahudumu kanisani. Yes. Kwa nisingefanya kitu tofauti na huduma yangu ambayo ninafanya kanisani. Yes, hicho kitu sijawahi kwanza kutamani kufanya kitu kama hicho cha nje ya gospel. Sijawahi kutamani. Naweza nikasema ni hivyo. Ni neema ya Mungu tu ambayo ameamua kuachilia kwangu ili kwamba nimtukuze yeye, naishi kwa ajili yake yeye mwenyewe Kristo. That is why nisinge kabisa toka nje ya mapenzi yake nikafanya kitu kingine. Na kama ukisikiliza vizuri sana, hata nyimbo ambazo mimi ninafanya, style ambazo ninafanya ni kwa ajili ya kutamanisha vijana. Unajua vijana wengi sana ambao wana talent wanakimbilia sana kwenye bongo flava kwa sababu wanahisi kwamba wakiingia kanisani kuna style ambayo hawawezi wakafanya kwa uhuru. Umeona? Baadhi yao wengi sana wamezoea kwamba tukiingia kanisani tukifanya kazi za uinjilisti, nyimbo za nini, watu shutiza tuimbe nyimbo za hizo kama za zamani. Umeona? Hizo style ambazo sasa hivi talent ni nyingi sana kwa vijana, wanapenda dance, wanapenda nini, wanapenda vitu vizuri sana. Kwa hiyo wanaamini ya kwamba wakiingia kanisani wakifanya gospel watakuwa hawana huru ya kufanya mambo yao kwa wanachokitaka kabisa kwa style zao. That is why nimeamua kufanya kazi kwa style ya kijana, kwamba niwavute, niwaambie kwamba hata hapa tunaweza tukafanya hicho kitu ambacho nyinyi mnafikiria kipo huko tu. Lakini tukikifanya sisi kama sisi, kuna njia fulani tutakitengeneza, tutakitrain, ni kwamba tukitakase kabisa. Yes, kitaonekana ni cha nje lakini kikiingia ndani kimeshatakasika kabisa. Jambo kubwa sana. Yes, na ni nzuri zaidi au vipi Umeshaanza kuona impact ya muziki ambao unafanya? Yes, impact imeshaanza kuiona kwa kweli. Nyingi ni impact inakuwa ni nzuri Inakuwa ni nzuri kwa kweli. Kwa hiyo kuna watu wanakwambia Rogers, tunabarikiwa na hichi ambacho unakifanya na inaleta raha zaidi. Ngoja nimgusie mwalimu wangu fulani hivi. Mwalimu wangu ambaye yeye hapo nilivyoingiaga studio, unajua wimbo wa Weponi ambao sasa hivi utaenda kuplay kama ulivyo idea. Wimbo wa Weponi bana, nilikuwa kwanza sina idea yoyote. Nilivyoingia studio nilikuwa nina stress fulani hivi za kimaisha nini, lakini nikamwambia producer, kwa mood ambayo ninayo sasa hivi najua sina wimbo, sina nini, lakini niwekee beat tu nifanye kitu. Umeona? Basi akawa amenifanyia hiyo beat. Nilivyosikiliza nikamwambia producer, mimi hapa na kwenda kufungua Bible. Kwa kuwa sina wimbo chochote kile, popote nitakapofungulia tu hapo utatoka wimbo.